Na ndio maana Mfalme Daudi anasema hivi, kama vile ayala ayaoneavyo kiu maji ya mito, ndivyo nafsi yangu inavyomwonea kiu nani? Kiu Bwana. Kiu ya kutosha, shauku ya kutosha. Yaani ukitembea hivi utamani Mungu aongezeke ndani yako. Yule mtu aliyetunga wimbo anasema, mimi nipungue, wewe uongezeke. Yule alikuwa na kiu moyoni, yaani anaona yeye asiwe kitu, sivyo? Ila Mungu awe kitu kwenye maisha yake. Manake tembea yake awe anatembea nani? Mungu. Sema yake awe anasema nani? Mungu. Kutenda kwake awe anatenda nani? Mungu. Kutazama kwake awe anatazama nani? Mungu. Ukifikia hivyo viwango, Mungu lazima asogee kwako. Mungu lazima akae na wewe. Mungu lazima atembee na wewe. Mungu lazima afanye kazi na nani? Na wewe. Kilichopungua ni kiu ya dhati ndani ya moyo juu ya Bwana. Ila tuna kiu ya dhati juu ya uponyaji, tuna kiu ya dhati juu ya amani katika ndoa, tuna kiu ya dhati juu ya kupata mitaji, tuna kiu ya dhati juu ya kuolewa. Hayo ni mazao yatakayotokea baada ya kuwepo Mungu ndani yako. Amen. Hayo ni matunda yanayozaliwa baada ya kiu ya kumtaka Mungu ikikamilika, Mungu akiingia. Nataka nikwambie hivi, mume mwema sio jambo la kushauriana. Pigie Bwana makofi Bwana. Nataka nikwambie hivi, uponyaji sio jambo la kushauriana. Amina. Nataka nikwambie, kuwa na mapinduzi ya uchumi sio jambo la kushauriana. Yaani maisha mapya sio jambo la kushauriana. Kwa sababu Biblia inasema, Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Kwenye Warumi sura ya 8. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Nataka nikutajie mpaka mstari. Kasome sura ya 8 yote, utaipata mstari mingi. Mungu akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Magonjwa hayatakuwa juu yako. Sema amen. Huzuni haitakuwa juu yako. Umasikini hautakuwa juu yako. Shida zote zitakuwa juu yako. Lakini kwako itajaa amani. Kwako kutakuwa na yale matunda ya Roho yametawala. Kwako kutakuwa na baraka zisizo na kikomo. Kwa sababu mahali Mungu yupo, yote yanawezekana. Sema amen. Sema amen. Jambo la pili, kuwa na imani na Mungu kuwa anaweza yote. Moyoni mwako uamini kwamba Mungu anaweza yote. Haleluya. 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 Fungua na mimi katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 32 mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, wote wenye. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Kumwamini Mungu kwamba anaweza mambo yote kwenye maisha yako. Ile kiu ndio itakayosababisha uamini kwamba Mungu anaweza mambo yote kabisa. Kiu ambatanisha na imani. Kiu yako ambatanisha na nini?